Katika chumba hiki kuna binti mrembo yu hapa anaitwa Sonia. Leo ni siku yake ya kuzaliwa. Hana boyfriend, ni mpweke. Yuko zake hapa anatazama simu. Kuna jumbe nyingi tu za kuweza kumtakia heri, lakini kuna kinguo hapa amejinunulia mwenyewe kama zawadi, ili mradi aweze kutoka kwenda sehemu hivi walau kubadilisha mawazo. Akafika ni sehemu hii hapa ya makumbusho. Kuna vitu vingi sana vinapatikana hapa, lakini ile anageuka bwana kuna njemba moja inaingia hapa. Bwana mchizi amependeza kweli kweli, alafu macho yakagongana. Basi bwana dada baadaye ikabidi tu ajisogeze mwenyewe, maana ile kumtazama tu akawa amempenda. Ikabidi wakae sehemu fulani wakapeana stori nyingi sana kuweza kubadilishana mawazo na vitu kama hivyo. Bibie akajifanya kama mshamba fulani hivi, lakini baadaye akaomba atoke bwana dada na shepu zizani mchizi kama naweza kamwacha. Urafiki ule ukaendelea hadi nje. Muda unaenda, wakajikuta jua limeingia. Wako sehemu hii hapa wanakula kidogo. Walipomaliza, mwamba ikabidi amtoe dada hapa ampeleke moja kwa moja katika sehemu ambayo imepanga, ili mradi na yeye aweze kusepa. Lakini huko njiani bwana ndani ya masaa machache wameshakuwa wapenzi. Wanafika hapa, dada anambia kiukweli asante, nimefurahia sana siku yangu, lakini unaweza ukaenda sasa maana muda umeenda. Chizi akisema ya ni kweli inabidi niondoke, kwa hivyo kwa heri. Lakini ile ananyanyua mguu, dada akamwita akamwambia samani, lakini muda umeenda, kama inawezekana lala basi siku moja alafu kesho utaondoka, au je unaonaje? Chizi akaona uwezi ukakosa fursa kama hii. Lakini walipoingia ndani, dada moja kwa moja akaenda kumkamata mchizi. Hisia zimempata, ni muda mrefu hajashiriki tendo, alikuwa ni single bwana. Wakajikuta wamefanya mapenzi siku moja tu mara baada ya kuonana. Lakini baadaye dada akamwita sehemu hapa, akamwambia hebu twende tukale ice cream. Walipokuwa nakula stori za mahaba kama hapa zilikuwa zinaendelea, lakini dada inaonekana amezama kweli kweli katika penzi la mchizi. Ni ajabu unamwona mtu siku ya kwanza na siku hiyo mnapendana na mwisho siku mnafanya mapenzi bwana. Hii ni kali noma sana. Dada anakuja kuamka hapa, anashangaa mchizi kwa wapi. Kidogo mwamba anafika hapa, ameandaa breakfast. Anambia sikia, nimeandaa breakfast hapa kwa ajili yako, naomba ule, lakini baadaye nitatoka alafu nitarudi, please naomba unisubiri hata usiwe mpweke. Dada akasema sawa, haina shida. Basi ikabidi waboso kuagana kama hivyo. Bibie akabaki peke yake hapa anakunywa ile breakfast ambayo imeandaliwa. Lakini bwana mchizi alipoondoka hakuweza kurudi tena. Dada yuko hapa analia. Mdogo wake anamuuliza ilikuwaje? Akasema ndio hivyo, yani nimepata ujauzito kwa sababu siku ile sikutumia kondom. Akasema dada, inawezekanaje mtu ambaye umekutana naye siku moja ina maana amefanya kavukavu? Akasema ndio hivyo, yani amenipatia mimba alafu simu zake hazipatikani kabisa. Kiukweli najifikiria nifanye nini. Mdogo wake ikabidi keti, akamuuliza hebu niambie wewe unawaza kufanyaje? Akasema mimi nawaza kutoa mimba. Akasema usije ukatoa hii mimba kwa sababu hawezi kujua, pengine yuko hai. Akasema sawa, mbona sasa nitafuti? Bwana hii ni ngumu. Dada siku moja tu aliweza kufanya mapenzi hivi, lakini leo kuna mzigo fulani hivi wanapeleka sehemu. Lakini dada anakuja kutoa taarifa hapa, anambia jamani, chukueni michache kwa sababu huyo mtu ambaye tunampelekea amefiwa, twendeni pia tukampatie pole. Ikabidi watoke, wanaelekea huko msibani. Walipofika hapa watu wanaugulia maumivu kweli kweli. Mama ni huyu. Kidogo alipofika bibie akamwambia samani sana, kikweli tumepata msiba. Akasema jamani poleni sana. Lakini ajabu alipotazama picha ya anayesemekana amekufa ni mpenzi wake Keni. Mama anasema alipata ajali bwana pale pale ikabidi apoteze fahamu. Baadaye nguvu zilipomjia, yuko zake ndani hapa, haamini kile ambacho kimetokea. Mwanamume ambaye alikuwa anadhani amemtoroka, kumbe alipata ajali na mwisho siku anaona picha yake pale. Bwana hii ni hatari. Akawa nakumbuka eventi zote ambazo wamepitia pamoja, yani siku moja walionana, wakatongozana, wakafanya mapenzi na mwisho siku mimba ikaingia. Lakini miaka 7 baadaye
Bwana Sonia aliweza kujifungua. Ni binti mkubwa huyu hapa anaitwa Angel. Leo hapo katika gari anaambia, sikia, tunaenda katika sehemu mpya ambaye tunaenda kuanzisha maisha, tumepanga katika sehemu hiyo. Wakamleta hapa, ni nyumba nzuri kweli kweli, lakini dada akawa anamuita mtoto wake Angel. Bwana Angel yuko nje, alikuwa anapiga story na mchizi fulani hivi. Dada alipotoka, ajabu anashangaa, yule mtu anafanana kabisa na Kenny. Hakuamini, ikabidi aondoke moja kwa moja, akakimbilia ndani. Mwamba naye anashangaa, ilikuwaje? Ikabidi amgongee, hebu fungua basi, kuna vitu ambavyo tunahitaji kuleta. Dada alipofungua, Mwamba ikabidi amulize, akamwambia, mimi naitwa Teo, mbona umenikimbia? Je, unanifahamu? Dada akamtazama akamuliza, wewe unaitwa Teo? Akasema ndiyo, mimi naitwa Teo, ni mpangaji mwenzio, niko hapa. Akasema basi sawa, kama ni Teo, naomba iko kitu uweze kuondoka mara moja. Lakini dada akawa anajiuliza sana, inakuwaje amefanana sana na aliyekuwa mpenzi wake au mume wake Mr. Kenny? Lakini kuna nguo fulani hapa Kenny aliweza kuiacha, nguo ile ambayo walikutana kwa siku ya kwanza. Bibi yuko ndani analia kwa sababu tayari amemkumbuka mtu ambaye alikuwa anampenda sana. Mtoto wake anafika hapa, anamuuliza, hebu niambie, mbona unalia? Akasema no, sili mtoto wangu, lakini kila kitu kiko sawa. Leo gari yao imepata shida hapa. Teo anafika, alipofika tayari washazoeana na mtoto na gonga, lakini dada alipomuona akamchukua mtoto moja kwa moja na kuondoka naye. Kifupi, hahitaji mazoea. Leo yuko hapa napanga nguo, umeme ukakata. Akawa anajiuliza shida iko wapi, lakini kidogo Teo anagonga mlango. Bwana ile kufungua akamwambia hai, akisema inaonekana kuna short katika nyumba yako, please naomba nitengeneze. Akisema ina maana wewe ni fundi au? Akisema no, mimi ni fundi lakini naweza nikakusaidia hapo kila kitu ikawa sawa. Inaonekana short ipo kwako na ndio maana na sisi kwetu tunakosa. Akaenda kurekebisha, baadaye anarudi hapa, umeme ukarudi. Akasema hebu niambie, mbona unaonekana kama ni mtu ambaye unanifahamu? Dada akasema no, siwezi kulizungumzia hilo, naomba uondoke. Chizi kabidi aondoke. Baadaye dada Sonia yuko na mdogo wake. Akasema yani anafanana na Kenny kila kitu, yani nashinda kuelewa je ni yeye au la. Akasema sikia, binadamu ni wawili lakini siamini kama huyu ni Kenny. Akasema hata mimi, kwa sababu Kenny tulimzika na tuliona kila kitu, na yeye huyu anaitwa Teo, lakini je mbona wamefanana? Bado ni swali zito. Leo wako njiani hapa, gari imewasumbua tena. Kidogo mchizi anapita hapa, alipopita akaona ikabidi awasalimie na mtoto yule. Mtoto anasema jamani tusaidie, gari imeharibika. Mama naye ikabidi apate aibu kidogo, maana alikuwa anasalimiwa hapa. Leo amekubali kupewa lifti. Ni hatari. Wakati mwingine haya mambo yanaweza katokea. Unaweza ukawa umempoteza mtu alafu baadaye ukakutana na mtu mwingine ambaye wanafanana kweli kweli. Leo mlango unagongwa hapa. Anayekuja ni nani? Ni Mr. Teo. Dada kabidi amkaribishe. Karibu. Amekuja kwa ajili ya kupata dina pamoja. Lakini ajabu mtoto anasema natamani uwe babangu siku moja. Je, uko tayari? Mama ikabidi azuge, akisema we huyu ni mtoto tu, hebu achana na hayo mambo, asije akaingilia vitu vingine. Baadaye mchiza na aga hapa, mimi nahitaji kuondoka, lakini ile anaondoka kama kuna kitu amesahau. Lakini ajabu akaja akampiga kisi bibie, hata kumtongoza jamtongoza. Ikabidi aulize kwa nini umefanya hivi? Akasema no, asamani lakini nimejisikia kufanya hivyo. Dada akamwambia sawa, naomba uondoke basi. Penzi tayari limeingia sehemu yake. Wacha tuone. Leo dada namtafuta mtoto. Mtoto yuko huku anacheza na Mr. Teo. Adam alipofika hapa ikabidi amchukue mtoto moja kwa moja aondoke. Wako njiani wanaendesha gari huku wanaongea, lakini ghafla akajikuta amepata ajali. Bwana wako zao hospitali hapa. Daktari anasema inahitajika damu na kundi lake aliendani na wewe. Dada akajiuliza, hasa nitafanyaje? Nitoe pesa au iweje? Daktari akamwambia no, tafuta mtu ambaye ana kundi la damu linaloendana na mtoto. Mtu mwenye kundi hilo ni Teo. Ikabidi dada aje hapa kuomba haraka ili Teo aweze kwenda kutoa msaada. Akamsaidia. Mtoto wake aliweza kuongezewa damu na mwisho siku afya yake ikaimarika. Leo mchizi kabidi amulize, hebu niambie baba wa huyu mtoto yuko wapi? Dada akasema sikia,
kikweli sielewi. Akisema no, hebu niambie. Akisema ilitokea ajali na babake aliweza kufa miaka 7 ijayo, kwa hivyo namlea peke yangu. Mwamba akasema yes, huu ndio muda mzuri sasa wa kuweza kueleza hisia zangu. Walipoketi hapa, ikabidi amwambie jinsi gani ambavyo moyo wake unampenda na anahitaji kumuoa. Dada aseme nini? Akasema yes, na mwisho siku ndoa ya kikabila ikapita hapa. Theo na bibi Sonia wanaenda kuwa mke na mume. Bwana, movie yetu inaishia hapa, lakini mwisho wa movie hii basi na imani kuna funzo kubwa utakuwa umelipata. Funzo la kwanza kabisa, binadamu wako wawili. Hii ipo sana katika maisha. Inawezekana ukampoteza mtu leo, alafu kesho Mwenyezi Mungu akakuletea mtu ambaye anafanana na yule ambaye ulimpoteza, lengo tu aje kukupatia furaha na maisha yaweze kuendelea. Lakini je, kwa wewe ambaye umetazama movie hii kuanzia mwanzo hadi mwisho, umejifunza kitu gani? Weka comment hapo chini kisha subscribe. Tukutane katika movie ijayo.